Wakati mwingine maisha hutufundisha ya kuwa si kila ndoto hutimia, lakini kila majeruhi tunayoyapata hutufundisha kitu. Katika kijiji cha Naipanga, wilaya ya Nachingwea mkoani Lindi, alikuwepo msichana mmoja aitwaye Salome. Salome aliishi pamoja na baba yake na mama yake wa kambo pamoja na wadogo zake wawili. Mama huyo wa kambo alikuwa na watoto wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Licha ya kuwa Salome alikuwa si mtoto wake wa damu, mama huyo alijitahidi kuwalea watoto wote kwa upendo na usawa. Lakini Salome alikuwa tayari amejaa mawazo mabaya kuhusu mama wa kambo. Kutokana na maneno yaliyokuwa yakisikia kutoka kwa jamii, aliamini kuwa mama wa kambo hawezi kumpenda mtoto wa mwanamke mwingine kwa dhati. Kutokana na mtazamo huo, Salome hakuwahi kumuonyesha upendo wala heshima mama yake wa kambo. Mara nyingi alikuwa akimsema vibaya mno mbele ya baba yake, wakati mwingine majirani na hata kwa ndugu wa karibu. Aliunda hadithi za uongo kuhusu mama yake wa kambo, na kwa sababu alikuwa mtoto wa kambo, watu wengi walimwamini. Ni baba yake pekee aliyekuwa akijaribu kuunganisha familia na kuijenga na kuweka amani ndani ya nyumba hiyo. Kadri Salome alivyokuwa akikua, ndivyo tabia zake zilivyozidi kuwa mbaya. Alikuwa mkorofi, mwenye maneno mengi na mwenye kugombana kila anapokwenda. Akienda kwa jirani, rafiki au ndugu, mara nyingi hakuondoka kwa amani. Watu wengi kijijini walimjua kama msichana mwenye hasira na majivuno. Licha ya hayo, baba yake alimpenda sana Salome. Alimpeleka katika shule nzuri ili apate elimu bora. Lakini Salome hakuwahi kufanya vizuri masomoni. Aliweza kufika sekondari, lakini matokeo yake hayakuwa mazuri. Wakati huo huo, ndugu zake wa kambo walikuwa wanafanya vizuri sana darasani. Siku moja, alipokuwa akisubiri matokeo ya kidato cha 4, Salome alimfuata baba yake na kumwambia, "Baba, natoka kwenda kumtafuta mama yangu mzazi." Baba yake hakumpinga. Badala yake alimkubalia na akaanza kumsaidia kutafuta taarifa za mama yake mzazi. Baada ya muda waligundua kuwa mama yake huyo alikuwa akiishi Dar es Salaam na tayari alikuwa ameshaanzisha familia nyingine. Salome alijawa na furaha kubwa sana. Alitamani sana kumuona mama yake baada ya miaka mingi. Baba yake alimsaidia kupanga safari, akamtafutia sehemu ya kufikia na mtu wa kumpokea mjini. Siku iliyofuata jioni, Salome alipanda basi kutoka Lindi kuelekea Dar es Salaam Navili. Safari ya Salome kuelekea Dar es Salaam ilikuwa ndefu sana na alifika asubuhi akiwa mchovu. Hivyo hakuweza kuanza harakati za kumtafuta mama yake kwa siku hiyo. Alipumzika kwanza huku akiangalia mandhari ya jiji la Dar es Salaam. Jioni yake alienda eneo la Tandika kununua vizawadi vidogo vidogo kwa ajili ya mama yake mzazi. Moyo wake ulijaa furaha na matumaini. Alikuwa akijiuliza, je, mama atanipokea kwa furaha kweli? Je, atanikumbuka? Asubuhi ya siku iliyofuata, aliamka mapema sana. Alijua kuwa usafiri wa jiji la Dar es Salaam huwa na msongamano mkubwa wa watu. Hivyo aliwahi mapema ili kupata gari la kwenda Gongo la Mboto, ambako aliambiwa mama yake mzazi anaishi. Yule mwanadada aliyempokea mjini aliandamana naye katika safari hiyo ya kumtafuta mama yake Salome. Walifika Gongo la Mboto majira ya mchana na kuanza kuulizia kwa majirani. Kwa bahati nzuri walifanikiwa kupata taarifa sahihi. Kadri walivyokuwa wakisogea kuelekea nyumbani pa mama yake Salome, moyo wa Salome ulianza kwenda mbio. Furaha, hofu, matumaini na maswali vilichanganyika ndani yake. Hatimaye walifika mbele ya nyumba aliyokuwa akiishi mama yake mzazi. Sijui ilikuwaje. Usikose sehemu ya pili. Asante kwa kusubscribe, kwa kulike na kucomment. Asante kwa kujifunza Kiswahili na stories pamoja na mimi. Nashukuru sana. Uwe na siku njema. Tuonane katika sehemu ya pili ya safari ya Salome.